yako. Tunaambiwa ya kale yamefanyaje? Yamepita. Ndio inasema tazama yamekuwa mapya. Bwana Yesu asifiwe. Unakuwa kiumbe kipya, mtu uliyesafishwa na kutakaswa kwa damu ya thamani, damu iliyomwagika pale msalabani. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Kama vile wana wa Israeli walikuwa watumwa wa Farao, vivyo hivyo watenda dhambi ni watumwa wa Shetani. Bwana atusaidie sana. Bwana atusaidie sana. Nani anayependa kuwa mtumwa wa Shetani? Ukatumikishwa na Shetani akakutumia kama apendavyo katika uovu. Haleluya. Hatupaswi kabisa kurudi kule tulikotoka. Bwana atusaidie sana. Hatupaswi kabisa kuacha imani na kuyarudia matapishi. Amen. Amen. Mungu amekuokoa ni kwa neema. Ni kwa neema. Neema ni upendeleo usiostahili, lakini Bwana akakustahilisha. Hakuna kazi ulioifanya ukastahilishwa neema hiyo. Bwana asifiwe. Kwa hiyo usikubali kumwacha Bwana kwa ajili ya dhambi, kumwacha Bwana kwa ajili ya mazingira ulionayo. Wengine unaweza kawa hajakosea, lakini mazingira alionayo yanamfanya kuona basi hapa imefika mwisho kwangu, sitaweza kusurvive. Habari ya Yesu basi tena, labda niangalie mbadala. Simama na Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Usitoke kwa njia. Mwangalie Mungu na Mungu atahusika na maisha yako kila itwapo leo. Haleluya. Hatupaswi kupumzika kwa Bwana, wala hatupaswi kustarehe. Haleluya. Tunapaswa kuendelea kung'ang'ana na Mungu, kusimama na Mungu na kuifanya kazi yake kwa uaminifu. Bwana Yesu asifiwe. Tumeambiwa kanisa ni watu walioitwa. Iko sababu ya kuitwa kwako. Iko sababu ya kuchaguliwa kwako. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna ambaye Mungu alimuita bila sababu. Bwana asifiwe sana. Kila mmoja wetu ana sababu kwenye nyumba ya Bwana. Ana sababu kwenye kazi ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Chanzo cha kanisa ni msalaba. Amen. Kwa maneno mengine, kanisa limeanzishwa na Yesu mwenyewe. Jina la Bwana libarikiwe. Hebu tusome ile Wakorinto wa kwanza, sura ile ya kwanza na mstari ule wa 18. Naomba aliyepata simame asome. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa sababu neno la msalaba kwao wanaopotea ni nini? Ni upuzi. Bali kwetu sisi tunaookolewa ni nguvu ya nani? Ni nguvu ya Mungu kwetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nguvu ya Mungu ni uwezo usio wa kawaida unaomwezesha muamini kupokea wokovu. Unamwezesha kupokea uponyaji. Unamwezesha kupokea uzima katika maisha yake. Haleluya. Unamwezesha kutokumtenda Mungu dhambi. Bwana asifiwe sana. Kutokumtenda Mungu dhambi. Nyakati za sasa ni nyakati za hatari. Bwana tusaidie sana. Ni nyakati za hatari. Watu tunajisahau
kwamba tunapaswa tuwe kwenye position gani. Haleluya. Kama watu safari ya kwenda mbinguni. Hapa sisi ni wapitaji, si ndio? Sio kweli, kuna mahali tunakwenda. Haleluya. Haleluya. Usiridhike na mahali hapa, ni kwa muda tu ukasahau kwa nini Mungu amekuokoa, kwa nini Mungu amekutoa huko. Sio vitu sahau. Bwana asifiwe sana. Kanisa ni hekalu ambalo huendelea kujengwa kila siku mpaka Bwana Yesu atakaporudi. Amen. Amen. Kanisa ni hekalu. Hekalu ambalo linaendelea kujengwa. Mwisho wa kujengwa hekalu hili ni siku Yesu anarudi. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Tunaonaga majengo tunavyoyajenga. Haleluya. Tunavyoweka msingi, tunavyonyanyua na mpaka tunamaliza. Bwana Yesu asifiwe. Hekalu la Mungu ni mimi. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndilo hekalu la Mungu. Tunapaswa kuendelea kulijenga kwa mafundisho ya neno la Mungu, kulijenga kwa maombi. Amen. Kulijenga kwa maombi, kulijenga kwa kuhudhuria ibada. Hapo tena ndo shida. Hapo ni tatizo kubwa kwa masuala ya ibada. Yaani kuna mwingine ameshafuta kabisa. Anajua ibada yangu ni Jumapili. Wakorinto wa kwanza 3:16-17. Wakorinto wa kwanza 3:16-17. Jina la Bwana libarikiwe sana. Anasema kama mtu akiliharibu hekalu la Mungu, Mungu atamharibu mtu huyo. Kwa maana hekalu la Mungu ni takatifu. Haleluya. Ni takatifu. Anasema ambalo hekalu hilo ni wewe. Bwana Yesu asifiwe. Sema hekalu la Bwana ni mimi. Jina la Bwana libarikiwe. Anasema ninyi mmekuwa. Ni maneno mawili yanayoonyesha wingi na wakati. Neno ninyi ni wingi, si ndio jamani? Au mimi ndio sielewi? Haleluya. Haleluya. Imekuwa ni wakati. Ni wakati gani? Bwana Yesu asifiwe sana. Ni wakati wa sasa, si wakati uliopita wala wakati ujao. Ni sasa. Bwana Yesu asifiwe. Mungu anaangalia sasa. Jina la Bwana libarikiwe. Haleluya. Haleluya. Ukoje sasa? Maisha yako ya ndani yakoje sasa? Yesu akikuangalia anakuonaje? Ni hekalu lake au kuna wageni ndani? Bwana tusaidie sana. Bwana tusaidie sana. Wakorinto wa pili 3:9. Wakorinto wa kwanza 3:9. Samahani. Wakorinto wa kwanza 3:9. Wafanya kazi pamoja na Mungu. Ninyi ni shamba la Mungu. Ni jengo la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hivi unajitambua lakini? Haleluya. 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 Ninyi ni shamba la Mungu.
Tunajua kazi ya shamba, si ndio? Unaweza kununua kilo yako moja ya mbegu, ukiipeleka shambani unavuna magunia kwa magunia. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Wakorintho wa pili 6:16. Jina la Bwana libarikiwe sana. Anasema tena, pana mapatano gani kati ya hekalu la Mungu na sanamu? Pana mapatano gani? Pana makubaliano gani? Jamani, sanamu sio mpaka tuone mnyama amechorwa, kachorwa mti. Bwana tusaidie sana. Sanamu inaweza kuwa ni kile kitu ambacho umeking'ang'ania sana, unakiabudu, pasicho hicho unaona uwezi kufikia malengo ulionayo. Kinakufanya unasahau wakati wa Mungu, muda wa Mungu, siku ya Mungu. Umeking'ang'ania hicho. Bwana tusaidie sana. Haleluya. Anasema kama Mungu alivyosema ya kwamba nitakaa ndani yao na kati yao nitatembea, nami nitakuwa Mungu wao na watakuwa watu wangu. Amen. Tutakapoyatimiza makusudi ya Bwana, tutakuwa watu wa Mungu. Efeso 2:21-22. Efeso 2:21-22. Jina la libarikiwe sana. Tunajengwa pamoja kuwa maskani ya Mungu katika roho. Kwa upendo wa Mungu sisi sote tumeungamanishwa. Haleluya. Tumeungamanishwa. Bwana asifiwe sana. Na kuwa hekalu takatifu lenye kumpa Bwana utukufu. Lenye kumpa Bwana utukufu. Tumesema hekalu ni wewe, hekalu ni mimi. Je, ninampa Mungu wangu utukufu? Maisha yangu ya kila siku yanafanya Mungu arudishiwe utukufu? Hapo unaweza ukasema huyu ameokoka, watu wanakuuliza kwani naye ameokoka, anasali kanisa gani? Yaani tunawapa watu maswali pale wanapotuangalia. Hatufanani na waenda mbinguni, hatufanani na kanisa alilolikusudia Bwana. Bwana tusaidie sana. Hatufanani na kanisa alilokusudia Bwana, kanisa takatifu. Haleluya. Haijalishi hata kama uko katika mazingira gani, katikati ya jamii au uko katika maeneo gani, changamoto gani, bado tunatakiwa kusimama na Mungu wetu. Haleluya. Hakuna aliyesimama na Mungu akaaibika. Kila aliyesimama na Mungu, Mungu aliinuliwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kila aliyesimama na Mungu, Mungu aliinuliwa. Na ndugu, ukishasema umeokoka, unafuatiliwa kweli. Wako wanaokufuatilia. Bwana tusaidie sana. Ukisimama na Mungu, Mungu anainuliwa, Mungu anatukuzwa. Wengi wanakuja kwa Yesu kwa ajili yako. Bwana tusaidie sana. Watu wa Mungu katika kanisa, tunatakiwa kusimama na Bwana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tusimwache Bwana, tuendelee kung'ang'ana na Mungu. Kupitia sisi Bwana ainuliwe. Bwana asifiwe sana.
Watu wa Mungu katika Korinto hawakutakiwa kushiriki uovu ulioendelea katika jamii yao. Bwana asifiwe. Hawakutakiwa kushiriki, bali walitakiwa kuzikataa aina zote za machukizo. Bwana atusaidie sana. Kwa nini? Kwa sababu hekalu la Mungu lazima liwe nini? Liwe takatifu. Hekalu la Mungu lazima liwe takatifu. Hebu tusome ile wa Korinto 3:17. Wa kwanza. Bwana Yesu atusaidie sana. Kama mtu atamharibu hekalu la Mungu, Biblia inasema Mungu atamharibu mtu huyo. Bwana atusaidie sana. Kwa maana hekalu la Mungu ni takatifu, ambalo ni wewe. Amen. Mungu wetu tuliyemwamini ni mtakatifu. Kwa hiyo nasi tunapaswa kuwa watakatifu. Jina la Bwana libarikiwe. Na kanisa ambalo Mungu amekusudia ni kanisa takatifu. Haleluya. Ni kanisa takatifu. Petro wa kwanza 1:14-16. Petro wa kwanza 1:14-16. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Mtu ambaye amesikia sauti ya Bwana Yesu na kumpokea, haleluya, kumkubali katika maisha yake, kusema kuanzia leo mimi nimeamua kumpokea Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yangu, upaswi kujichafua. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ukijichafua huwezi kuwa karibu na Mungu. Uwepo wa Mungu hauwezi kuwa karibu na wewe, hauwezi kuwa ndani yako. Bwana tusaidie sana. Bwana tusaidie sana. Hatupaswi kujichafua. Mazingira yasituathiri, yasitufanye Mungu wetu akadharaulika kwa ajili yetu. Bwana tusaidie. Simama na Mungu. Simama imara. Tembea na Bwana katika maisha yako. Haleluya. Haleluya. Mpende Mungu katika roho na kweli. Sio ukiwepo kanisani tunaona huyu ameokoka, ana safari. Ukitoka nje ya kanisa una jina jingine. Haleluya. Unatuchanganya. Na mbaya zaidi wako makanisani tunasema wana safari, lakini wana njia mbili. Mguu mmoja uko kule na mguu mwingine uko kule. Bwana tusaidie sana. Bwana tusaidie sana. Tasababisha mwingine alikuwa amekusudia ngoja niendelee kanisa la pale la walokole. Akishakuta kuna mtu fulani anayemjua huko. Sasa kumbe hata huyu anasali hapa. Hapa mimi hapa nifai. Lakini sisi unapokuwepo hapa tunakuona ni mwenzetu. Tunakuona tuna safari. Tuko pamoja. Hapana. Bwana tusaidie sana. Ufunuo 3:20. Ufunuo 3:20.
Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema tazama na simama mlangoni. Ili andiko naona huwa linahubiriwa sana kwenye mikutano ya Injili. Sana. Lakini leo Bwana amelileta kwetu. Bwana Yesu asifiwe. Anasema tazama na simama mlangoni nabisha. Mtu akisikia sauti yangu na kuufungua mlango, nitaingia kwake, nami nitakula pamoja na yeye pamoja nami. Haleluya. Soma hii sura ya 3 ya Ufunuo, utalikuta hilo kanisa la Laodikia. Amen. Walikuwa katika hali ya kuona kwamba wamejitosheleza pamoja na tabia za kidunia. Isifike mahali wana wa Mungu tukajiona kwamba sisi tumejitosheleza, tukakumbatia mambo ya dunia tukayaleta kanisani. Haiwezekani. Mungu ni Mungu aliye mtakatifu sana. Ni Mungu wa kuabudiwa. Ni Mungu wa kuinuliwa. Yeye ni kila kitu kwenye maisha yetu. Tusilete mambo ya nje tukayaleta ndani. Haleluya. Acha Mungu aonekane kupitia wewe kwa utukufu wa Bwana. Amen. Mungu aonekane kupitia wewe katika kila unachokifanya. Mungu akaonekane. Mungu akajulikane. Kwa sababu ukisimama na Mungu, lazima Mungu ajulikane kwa wengine. Na ndilo kusudi ambalo Bwana ametuokoa, ya kwamba tusikae kama tulivyo, bali tufanye kazi yake. Kuifanya kazi yake kwa kuhubiri Injili, kuifanya kazi yake kwa kuishi maisha mazuri ya utakatifu yatakaowavutia wengine kwa matendo yetu. Bwana Yesu asifiwe. Ufunuo 3:15-18. Amen. Amen. Bwana asifiwe sana. Ili kanisa la Laodikia lilimfungia nje Bwana katika kusanyiko lao kwa kuwa vuguvugu. Hawakwenda sawasawa na vile ambavyo Mungu alitaka waishi. Bwana asifiwe. Haleluya. Kwa kuwa nini? Vuguvugu. Uvuguvugu hautakiwi. Bwana asifiwe. Uvuguvugu kwenye nyumba ya Bwana haufanyaje? Hautakiwi. Biblia inasema ni heri uwe moto au baridi kuliko kuwa nini? Kuwa vuguvugu. Haleluya. Kwa neema ya Mungu bado anawapa nafasi ya kutaka ushirika pamoja naye. Anawapa nafasi lilo kanisa la Laodikia kwamba awe na ushirika nao. Ndivyo ambavyo hata leo, mchana wa leo, Mungu anatupa nafasi. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Anataka ushirika na wewe. Watu walioshirika ni watu ambao wana nia moja. Wanaenda pamoja, wanafanya pamoja kwa umoja. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Wakati mwingine tunashindwa hata kubarikiwa kwa ajili ya maisha tulionayo. Maisha ya kuendelea kufanya injili ya Bwana inapigwa mawe. Kila itwapo leo tunaona afadhali ya jana. Yapo yanayoinuka yasiyo ya kawaida. Bwana tusaidie sana katika ulimwengu huu. Na ndio yanayoshabikiwa, ndio yamepewa mkwazo mkubwa wa kusimamiwa kuliko vile ambavyo tunapaswa kusema neno la Mungu la uzima, watu walijue na walisikie na wamfuate Mungu tunayemwabudu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo Mungu anatamani tuepukane na uvuguvugu wa kiroho.
uvuguvugu wa kiroho usiwepo maishani mwetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Acha wakujue wewe ni umeokoka, wakujue wewe una safari. Acha ukifika wanapiga histori zao, wakikuona umekanyaga wanyamaze kimya, kwa sababu ameingia mtu wa tofauti. Haleluya! Mtu aliyebeba chapa ya Kristo. Amen. Amen. Lakini wana ujinga na wewe unakaa hapa wanaendelea kuongea jijoji. Yaani ukikuta tu watu wanaongea ujinga na wewe ukaenda ukakaa hapo wakaongea, oji maisha yako. Pelelea maisha yako. Bwana tusaidie sana. Acha wakuone wanyamaze kimya. Acha wamuinue Mungu wako jinsi alivyo. Haleluya! Wamuone wakukuona wewe, wanamuona Mungu uliye naye. Wanamuona Mungu uliyembeba, kwa sababu wewe ni hekalu la Bwana, hekalu takatifu. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana libarikiwe. Ufunuo 3:21. Jina la Bwana libarikiwe sana. Anasema yeye ashindaye nitampa kuketi pamoja nami katika kiti changu cha enzi. Bwana asifiwe. Hatuwezi kushinda pasipo shindano. Haleluya. Hatuwezi kushinda ukaitwa mshindi pasipo nini? Shindano. Lazima kuwe na mashindano. Bwana Yesu asifiwe sana. Ushinde kile ambacho unatakiwa kuitwa mshindi. Kwa hiyo lazima tumshinde shetani. Lazima tushinde dhambi. Usikubali kuachwa na Mungu kwa ajili ya dhambi. Mambo ya muda mfupi, ya kitambo kifupi, alafu kule tunakoenda ni kwa milele. Mazingira ya maisha yako yasikufanye ukae mbali na Mungu. Kwa Mungu ndipo kwa kukimbia, aishi uko kwenye hali gani. Haleluya. Kuna wengine wakishafanikiwa Mungu basi, pole. Yaani ukishafanikiwa wewe Mungu basi. Ukichoka sana nako Mungu basi. Sasa wewe tukuweke kwenye kundi gani? Na Mungu ili Mungu akuinue na watu tuyashuhudie matendo ya Mungu. Kwamba huyu alikotoka si hapa Bwana amemuinua. Bwana asifiwe sana. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Bwana Yesu anasema watu wawili hawawezi kutembea pamoja wasipopatana. Amen. Amen. Haijawahi kutokea nuru na giza vikaishi pamoja hata siku moja. Amen. Amen. Kama wewe ni wa gizani, huwezi kuwa rafiki wa Bwana. Huwezi kuwa rafiki wa Mungu. Anasifiwe sana. Na Mungu atusaidie, kwa sababu tuko wakati wa neema. Si ndio? Tuko wakati wa neema. Mungu tu atusaidie. Lakini kuna vitu vinatendeka ni viovu. Na mtu anasema kwamba ana safari. Wakati mwingine unasikia jambo mpaka masikio yanawasha. Unawaza kweli? Haleluya. Haleluya. Tusimwaibishe Yesu. Amen. Simama na Mungu sawa sawa. Jina la Bwana libarikiwe sana. Ukisimama na Mungu sawa sawa, utamwona Mungu katika maisha yako. Naomba uandike ile Waibrania 12:14. Haleluya. Anasema tafuteni kwa bidii kuwa na amani na watu wote, na huo utakatifu ambao hapana mtu atakayemuona Bwana asipokuwa nao. Hakuna atakayemuona Mungu asipokuwa mtakatifu. Kuwa mtakatifu ni kutengwa mbali na dhambi, na kutengwa kwa ajili ya Mungu ni kuwa karibu na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kutafuta wake haki na ushirika katika maisha yako yote. Ushirika na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Naomba uandike Efeso 4:21-24.
Taenda kusoma tokiwa nyumbani. Waefeso 4:21 mpaka 24. Na Mungu ana vipaumbele kwa ajili ya watu wake. Amina. Na kipaumbele cha kwanza kabisa ni utakatifu. Takatifu ndilo kusudi kubwa sana la Mungu kwa watu wake. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Na ndio maana akaleta wokovu kwa njia ya Yesu Kristo. Naomba uandike Efeso 1:4. Itakusaidia. Haleluya. Sema kama vile alivyo tuchagua katika yeye kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu, ili tuwe watakatifu, watu wasio na hatia mbele za nani? Mbele zake katika pendo. Watu wasiokuwa na hatia. Hatia ni kitu ambacho kina kuhukumu ndani kwamba pale kinapiga kelele moyoni. Bwana tusaidie sana. Bwana tusaidie sana. Yaani hata umezungukaje unasikia sauti kabisa inakwambia si ulifanya hivi, ulifanya hivi, ulifanya. Tengeneza maisha yako na Mungu. Amen. Tengeneza. Haleluya. Tengeneza maisha yako na Mungu. Bwana asifiwe sana. Mungu atusaidie mno. Tunampenda Mungu, atusaidie pia. Haleluya. Unapompenda Mungu anakusaidia. Hata unapofika kwenye magumu yeye yupo. Ukimuita baba, baba anaitika, anakutendea. Haleluya. Kwa hiyo utakatifu ulikuwa ndilo kusudi la Kristo kwa watu wake alipokuja hapa duniani. Amina. Na ndilo kanisa ambalo Mungu amelikusudia kuliona. Anakusudia kuona kanisa ambalo ni takatifu, lisio na mawa. Sio vuguvugu. Bwana tusaidie sana. Ni kanisa takatifu. Amen. Ukisimama Mungu anaonekana. Haleluya. Kila mmoja akiwa safi mbele za Bwana, tutaona nguvu za Mungu katikati yetu. Jina la Bwana libarikiwe. Hapa patakuwa ni moto, kwa sababu moto kutoka juu shuka. Haleluya. Hakuna roho yoyote chafu itakayoweza kustahimili. Ili tunakaa ndani na mapepo, tunakaa ndani na washirikina, tunakaa ndani na kila aina ya watu wazinzi wamo ndani. Bwana tusaidie sana. Siku moja katibu mkuu akawa anashuhudia, akasema nilishangaa kwa mtu ambaye simtegemei. Yuko kanisani miaka mingi. Ameenda kule chooni akakuta watoto wote sijui walikuwa wamefanyaje, sijui wamelala, sijui wamefanyaje, sijui wamefanyiwaje. Kumbe yule mama yuko kanisani lakini ni mchawi. Bwana tusaidie sana. Wachawi wako kanisani. Hivi kukiwa na nguvu za Mungu katikati yetu, mchawi ataonekana hapa? Hawezi kuonekana. Kwa nini nguvu za Mungu hazipo? Kwa sababu sisi sio watakatifu. Bwana analiangalia kanisa takatifu ili ashuke afanye kazi pamoja nasi. Bwana sifiwe. Haleluya. Haleluya. Watu waliokusanyika, walioitwa na Bwana wa majeshi, watakatifu, wenye safari ya kwenda mbinguni, wenye nia moja, walioshirika, adui akanyage. Bwana sifiwe. Haleluya. Andika ile Mathayo 1:21 itakusaidia. Andika pia Wakorinto wa kwanza 1:2, afu tasoma pia ule mstari wa 30. Nao utakusaidia. Bwana Yesu asifiwe sana. Efeso 5:25 naendelea kwa habari ya mambo ya utakatifu, tasoma pale. Amen. Andika Warumi 8:2 mpaka 15. Na ile Galatia unaweza ukaiandika 5:16 mpaka 25.
Efeso 2:10 anasema, kwa maana tu kazi yake tuliumbwa katika Kristo Yesu tutende matendo mema ambayo tokea awali Mungu aliyatengeneza ili tuenende nayo. Yani kumbe hayo matendo mema Mungu mwenyewe alifanyaje jamani? Aliyatengeneza. Haleluya jamani, mpaka tumetengenezewa. Bwana Yesu asifiwe sana. Huyu Mungu ni Mungu wa ajabu, ni Mungu wa upendo, ni Mungu anayetupenda, anakusudia kila mmoja awe wake. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Pasipo utakatifu hakuna anayefaa mbele za Bwana. Pasipo utakatifu si kitu mbele za Bwana, si kitu. Yani Bwana tusaidie sana. Andika ile Timotheo wa pili 2:20 mpaka 21. Na pia pasipo utakatifu hakuna ukaribu au ushirika pamoja na Mungu. Hakuna. Pasipo utakatifu hakuna. Bwana tusaidie sana. Hakuna. Haleluya. Bila utakatifu hakuna atakayemwona Mungu. Haleluya. Mathayo 5:8 anasema, heri wenye moyo safi, maana hao watamwona Mungu. Kwa hiyo pasipo utakatifu hakuna atakayemwona Mungu. Kanisa lilinunuliwa kwa gharama kubwa sana. Damu ya Yesu, damu ya thamani ikatununua. Haleluya. Labda ungetafakari jinsi ambavyo Yesu alifanya kazi kubwa sana ya msalaba kwa ajili yako na kwa ajili yangu. Kaona ile kazi aliyoifanya ya msalaba kwa ajili yako, na ukakubali kusimama imara katika imani, kuishi maisha matakatifu ili Mungu akuonekanie katika maisha yako. Bwana tusaidie sana. Haleluya. Kwa hiyo tunapaswa kila mmoja kuwajibika katika kutunza utakatifu katika maisha yetu, ili Mungu awe pamoja nasi, tuwe hekalu la Bwana. Haleluya. Mungu aonekane katika maisha yetu ya kila siku, na atuwezeshe kusimama imara na kumwona akitenda kazi ndani yetu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hebu simama pale ulipo. Simama pale ulipo. Tafakari maneno haya ambayo tumejifunza kwa habari ya kanisa alilolikusudia Mungu, kanisa alilolikusudia Bwana. Tumesoma, tumeona ni kanisa la namna gani ambalo Bwana amekusudia. Nyakati tulizo nazo ni nyakati za hatari. Watu wamekiri Yesu ni Bwana, lakini katika nyakati tulizo nazo, nyakati za mahangaiko, watu wamekata tamaa, watu wamechoka. Kazi ya Mungu imekuwa ni changamoto, ni shida, ni kama mwiba. Ibada zimekuwa zina watu, lakini kama safari tunajua kule tunakokwenda ni kwa milele. Huwezi kufanya mchezo na mambo ya kupita. Inawezekana hata yale unayoyatafuta ikatokea usiyatumie, yasikusaidie ukayaacha. Kwa hiyo ni heri kupatana na Mungu, na Mungu aonekane katika maisha yako. Haleluya. Mungu aonekane katika maisha yako. Mungu akiachilia uzima, akaachilia afya njema katika maisha yako, na wewe ukaendelea kung'ang'ana na Mungu na kuambatana naye kila itwapo leo, utaziona baraka za Mungu katika maisha yako. Anasema mara 100 hapa duniani, lakini kule tuendako ni uzima wa milele. Kama upo unatamani kutengeneza na Bwana, wakati praise team wanaimba, basi karibu madhabahuni ili tuweze kuomba pamoja. Pamoja na Bwana ni maisha yako. Wala
wala usifikiri. Kama unaona hauko sawa madhabahuni mwa Bwana, Bwana yuko mahali hapa kutuhudumia. Anatamani kukuona, tamani kukufuta machozi, tamani kukuona katika maisha yako ukisimama imara katika imani na kufanya kanisa lenye kumpa Yesu. Usifikiri vile Roho anakushia ndani kwamba utoke mbele. Usifikiri kwa Bwana. Watumishi wa Mungu, tuombe kwa ajili maisha yako vile na amekusudia mema kwa kama yuko ambaye anataka kutengeneza wanadamu huku ya kile unavyoona yuko kwa wanadamu, ndivyo ambavyo Mungu atapokea. Baba yetu na Mungu wetu, wewe uliye mwamba na uzima katika maisha yetu, tunakuinua na kukutukuza mno Bwana kwa ajili ya neno lako la uzima ambalo umesema nasi kama wana, vile ambavyo umetamani tusimame imara katika imani, ukaonekane katika maisha yetu, ukahusike na kila hatua zetu, na kila tunapotembea tukakutangaze wewe, kupitia maisha yetu tukakuhubiri, kupitia sema kwetu tukakuhubiri. Asante kwa ajili ya neno lako, asante kwa ajili ya watoto wako, asante kwa sababu umewakusudia mema, umekusudia mema juu ya maisha yao. Unatamani Mungu kuwafuta machozi. Baba, ninaweka kijana huyu mikononi mwako. Angalia roho ya unyenyekevu iliyo ndani yake, vile anavyotamani kuishi. Mungu, mpe neema ya kuweza, mpe neema ya kushinda kila kusila adui juu ya maisha yake, mpe neema ya kushinda kila vishawishi vya shetani.